kutongoza inaweza ikakutongoza kikawa halali pia ikawa sio halali kulingana na kauli ambayo aliwahi kuzungumza Mwijaku. Lakini kuna baadhi ya watu walizungumza kusema kutongoza ni kauli ya kihuni. Sasa labda utufafanulie taratibu kwanza. Tutafafanulie neno kutongoza, alafu taratibu za mtu kumpata mke. Yaani unaweza ukamfuata mwanamke moja kwa moja au kuna taratibu zaidi ya hapo zimefundishwa. Yaani labda mimi naweza nikamwona mwanamke nataka nikuoe au nikamtongoza. Baadaye nikaja nikamuoa. Kwani kutongoza ni nini? Wanasema ile neno limekaa kihuni. Limekaa kihuni kwa tafsiri yao kusema mtu anamtongoza bwana aje kwenye dini yangu. Maana yake nini? Yaani namshawishi aje kwenye dini yangu. Nampa maneno ili akubaliane na mimi. Ndio maana ya kutongoza. Wewe unashindwa kumtongoza yule akakukubalia katika dini yako? Unashindwa kumtongoza yule akakukubalia kuendesha gari lako? Kutongoza ni kitu ambacho kumshawishi mtu. Ndio kunaitwa, hata ikiwa kihuni wanaita kutongoza, kumshawishi mtu. Bwana mimi nataka nimtongoze yule mwanamke. Maana yake unataka umshawishi yule mwanamke. Kwa hiyo inategemea unamtongoza kwa ajili ya kufanya mabaya au unamtongoza kwa ajili kwamba unataka awe mke wako. Kwa hiyo leo wenyewe kutongoza ni kushawishi, kumweka karibu, kumfanya akubali. Nitafanyaje akubali? Kwa maana kuna maneno unampa hivi. Sasa inategemea wewe utaliweka fungu gani. Utaliweka kutongoza kwa maana kwenda kufanya dhambi au unamtongoza ili akupe kitu fulani unachokitaka. Hata kama Kiswahili cha kiuni lakini kimekaa vizuri kutongoza, sio Kiswahili kwamba lazima eti utongoze ukafanye madhambi. Kutongoza maana yake ni kushawishi, kutaka kitu fulani akupe, kumpa maneno fulani ya hadaya nini. Yaani yoyote yale ambayo unaweza kuyafanya yule akakubaliana nawe. Katika kupata mchumba ama katika kupata mchumba kumwandaa kwa ajili ya mke. Katika Uislamu umefundisha ufanye nini ili kumpata mchumba? Yaani achana na zile hatua za dini. Sasa kumpata mchumba kwa dunia sasa imebadilika. Yaani dunia sasa mpaka unapoambiwa baba mtoto anakuambia bwana mimi na mchumba nataka kujaleta posa, maana yake wenyewe washakubaliana huko, wamekutana, wakapanga, wakakubaliana bi nataka uje kunioa, lete barua nyumbani. Kwa hiyo sasa hivi taratibu zimebadilika hizo, lakini kukubaliana na mwanamke kwamba unataka kumuoa sio dhambi. Sio umeelewa? Sio dhambi. Kwamba umemfuata mwanamke unamwambia mimi nataka kukuoa, sio dhambi kwenye Uislamu. Sio umeelewa? Ila wewe unatakiwa uangalie vigezo anavyo ambavyo wewe unataka kuoa. Kama utakuwa Muislamu manake unataka vile vigezo vya dini, sawa. Au kusema hapana mimi nataka vigezo fulani, sawa. Ni wewe mwenyewe ndio unataka kuoa. Kwa hiyo kumfuata mwanamke kumwambia mimi nataka nikuoe hivi sio jambo. Mbona Bi Khadija alimwambia bwana Mtume Muhammad, mwambia mimi nakupenda nataka unioe. Mbona kuna mwanamke alienda kwa Mtume akamwambia mimi najitoa bure Mtume unioe. Mtume akamwambia mimi sihitaji kwa sasa kuoa. Ile halina shida. Wala halina shida kumfuata mwanamke kumwambia nataka usizini tu, usiende kufanya maasi, lakini kumwambia bwana mimi nataka nikuoe ndio vizuri. Unajua sasa kinachoogopewa nini? Kukataliwa. Vijana wengi wanaogopa kukataliwa. Kwa maana mwanamke hujaongea naye ukipeleka barua, alafu mwanamke akiulizwa akisema sikutaki, unajisikia aibu, limekataliwa lile. Kwa lazima uandae kwanza, alafu lazima uandae proposal yako vizuri kabisa. Bwana vipi tunaingia katika ndoa, leta barua nyumbani. Sasa hivi vijana wanapeleka barua washajua mpaka mahali kabla mjajadili. Washaambizana nyeko mahali itakuwa hivi. Lakini madhari hawaingii katika tendo la zina, hawaingii katika uharamu. Niliwahi kumsikia Sheikh Pozeo akitaja katika zile njia 6 za zina, mmoja wapo akasema kuangalia maneno. Sawa, wewe sasa unatongoza, yani pale wewe unaenda pale unamwambia unataka kuzini. Yaani yale maneno yanaashiria zina, ndo unaingia kwenye zina. Lakini kama ni ndoa haina shida. Mimi maneno yangu hayaashirii zina, maneno yangu yanaashiria mimi nataka kumuoa. Sasa ni utofauti kabisa hivyo. Sikuangalii kwa sababu ya zina. Mimi nakuangalia kwa sababu nahitaji kukuoa. Kwani Mtume sikafundisha kutaka kuoa mwanamke anaolewa kwa mambo mangapi? Uzuri hamna. Utaupataje uzuri bikuiva mawani? Si lazima uangalie. Lazima uangalie. Sasa ndio utajua huyu mzuri au sio mzuri. Sasa Mtume alishafafanua mwenyewe kwamba lazima kwanza uangalie huyu mzuri au sio mzuri, ndio nao ukiwa umevutiwa nao ule uzuri utakwenda kuoa. Kwa hiyo sio dhambi. Na niwaambie sheria ya Kiislamu. Sheria ya Kiislamu unataka mke unaruhusiwa kwenda ukweni kwa leo unapotaka kuoa, lakini akiwa na
maharimu wake pembeni, kama kaka nani wakiwepo, utamwambia yule mwanamke asimame, utamkagua hivi, sio kwamba atavua nguo, tasimama, nataka nikuone sura, ataika sura kwa mbali, tembea kidogo nikuone, atatembea hapa na pale, atarudi, atasema mashallah, mimi bwana hapa nimeridhia, ruksa kwenye Uislamu. Lakini msiwe watu wawili, lazima wawe na maharimu wake pembeni, kama kaka, dada. Kisha tumalize katika hili. Sisi tumeona ndoa za wazee wetu zinadumu muda mrefu sana, yani unakuta watu wanaishi miaka na miaka, lakini ndoa za sasa hivi tunasema za vifurushi, watu mwaka mmoja, mwingine miezi 6, mwingine miaka tu miwili. Labda chanzo ni nini? Labda dini au malezi au nini, au tatizo lipo kwa wanaume au kwa wanawake? Dini imeondoka, yani kile kigezo cha kuoa kwa ajili ya dini kimeondoka. Alafu na unajua kila tunavyokwenda kuzidi mbele, utandawazi unavyoonekana kuwa na shida sana. Wazee wetu walidumu sana kwa sababu hakuna mambo ya utandawazi kipindiko. Alafu waliweza kuvumiliana, alafu walikuwa wanaishi kiundugu zaidi, alafu dini ilikuwa imesonga mbele sana. Watu walikuwa wanaoana kwa ajili ya kumwogopa nani? Kumwogopa Mungu. Leo watu wanaoana si kwa sababu wanataka kufanya dini. Mara nyingi watu wanaoana wanaamua tu kuoana tu, lakini ukimuuliza wewe kwa nini umeoa, hata hajui kwamba kuoa ni nusu ya dini, hajui iko kitu. Kwa hiyo ndoa za sasa zimekuwa za fashion sana, kiasi ambacho hazipo katika maadili. Hatufuati kwanza mwanamke wa kuoa ni yupi, hatufuati mwanamume wa kuolewa ni yupi. Kwa mfano Mtume alisema mwanamke anaolewa kwa mambo 4: mali, nasabu, uzuri, lakini la mwisho dini. Mtume akasema tafuta sana mwanamke mwenye dini. Kwa nini nakwambia utafute mwenye dini? Anawaizika. Mungu kakataza hili, Mungu anataka tuishi hivi, Mungu anataka tufanye hili, Mungu kasema hiki. Sio, umeelewa? Nakuelewa vizuri. Anawaidhika. Lakini na wewe Mtume akawafuata wale ambao yule mtoto mwenye dini unayemtaka, akawaambia nyinyi, idha atakum man tardhaunahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akikujeni mtu ambaye mmemridhia dini na tabia, muozesheni. Wewe mwanamume unatazama dini na tabia. Kwa nini? Kwa sababu wapo wanaume wana dini, tabia zao mbaya. Kwa hiyo Mtume akasema ili tukuozeshe, tukutazame dini na tabia yako ikoje. Kwa mwanamke anatazama dini yake kwa sababu anawaizika. Sasa wakikutana mwanamke ana dini, mwanamume ana dini, naye ana tabia nzuri, ndani ya nyumba kutaishi katika milolongo ya dini na tabia nzuri. Kwa maana huyu kaolewa kwa sababu ana dini, ataujua wajibu wake kwa mumewe ni nini. Na huyu mwanamume kwa sababu kaoa anajua dini, atajua wajibu wake kwa mkewe ni nini. Sasa huyu kaambiwa na tabia. Kwa nini? Kwa sababu tabia mara nyingi huwa inarithisha zaidi kuliko uzuri. Tabia mbaya inarithi zaidi kuliko. Huyu tunamuozesha akiwa hana tabia mbaya kwa sababu atakwenda kumfundisha vizuri. Lakini huyu japo ana dini, akiwa na tabia mbaya atakwenda kumuongopea mke wake kwamba bwana dini nataka hivi, mwisho atafanya vitu ambavyo vya haramu. Na ndio maana tukasema Mtume akasema lazima awe na dini.